Nimekuwa nikipokea maswali mengi sana kutoka kwa watu kutokana na kwamba nimekuwa nikijaribu kuelimisha jamii kuhusu uwekezaji sahihi kwenye teknolojia ya blockchain, hasa kwenye cryptocurrencies. Sasa watu wengi wanakuwa wakija wakiuliza, Charity, ninunue coin gani? Charity, niwekeze kwenye coin gani wakati huu? Charity, naona coin hii imeshuka, ninunue? Na maswali mengi yanayofanana na hayo. Kwa mtu mwingine wa kawaida anaweza akaona ni maswali ambayo ni tofauti au yana mlengo tofauti. Lakini mimi kama mwelimishaji mwenye zaidi ya miaka 4-5 ya uzoefu katika sekta hii ya cryptocurrency, najua changamoto ya watu hao wote tunaweza tukaigroup into one problem ambayo ni kukosa strategy. Yaani watu hawana mikakati ya uwekezaji, hasa inavyokuja kwenye swala la uwekezaji kwenye cryptocurrencies. Kwenye maswali mengine ya maisha, of course hiyo issue ipo, lakini tunavyozungumzia ulimwengu ambao sisi tumezoea wa cryptocurrency, tunajua kabisa mtu akija na changamoto hizo, basi the problem ambayo wao wanayo ni lack of strategy. Sasa kitu cha kwanza ambacho unajiuliza hapo sasa hivi ni kwamba strategy kwenye uwekezaji wa cryptocurrencies ni nini? Strategy ni mpangilio wa hatua ambazo zitakutoa point A kwenda point B katika uwekezaji wako. Yaani, chukua kalamu na karatasi, andika position ambayo wewe upo katika uwekezaji wako, kwamba nataka nianze kuwekeza au nimewekeza kwenye 1 2 3 4. Andika point B, nataka nifike 1 2 3. Whatever that you need to do in between point A and point B, huo ndo mkakati wako wa uwekezaji. Sasa watu wengi hicho kitu kwenye cryptocurrencies hawana mahali ambako wanataka crypto iwafikishe, au kama wanayo ni kitu ambacho ni wazo tu ambalo lipo kichwani mwao, na wanasema bwana, mimi nataka ninunue coins zangu zipande zifike sehemu hii, niuze, nijenge, ninunue gari and all that stuff. Lakini that's not a strategy. Strategy ndio kitu ambacho kinaamua kwanza unanunua coin gani. Kwa sababu ukishajua kwamba nataka nifike sehemu fulani, kuna coin ambazo huwezi kununua. Strategy itaamua wakati gani unanunua hizo coin unazotaka kuzinunua, wakati gani utauza hizo coins zako, na namna gani na muda gani ambao wewe utanunua coins zako. Kwa hiyo ukishafika point ya kuelewa kwamba uwekezaji wa cryptocurrencies unahitaji strategy, ukakaa chini ukaanza kupanga kwamba niko point A, nataka nianze kujifunza kuhusu uwekezaji, lakini natamani uwekezaji wangu unifikishe point B. Utaandika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, kwamba natakiwa niwekeze labda kwenye coin 1, coin 2, coin 3 ambayo na expect itatoka bei fulani labda in the later future, miaka 4-5 ndani ya muda huo ifike point B. Na katika kuweka sasa hiyo mikakati yako, hakikisha kwamba hauweki mikakati ya kufikirika kwamba hapa nataka hii coin, ngoja na inunua hapa. Let's say mfano nanunua Solana leo iko bei $90 au 90 ngapi, baada ya miaka 2 hii coin itafika $1,000. Hayo ni mawazo ya kufikirika, na usibebe hayo mawazo ukaja nao kwenye uwekezaji wa cryptocurrencies. Utabaki tu kununguna, utabaki tu kusonya na kukasirika, kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezekani. You have to have realistic expectations kwamba hii coin inategemea in the next 10 years labda itaenda mara 5 au mara 4 probably, you know, kutokana na 1 2 3. Yaani usiseme tu kwamba itafika hapa, lazima ujue kwamba itafika hapa kwa sababu ya 1 2 3. That's why kwenye strategy yako ya uwekezaji, especially kama unaanza umekuwa kwenye industry kwa muda mrefu na upati matokeo, hakikisha unaweka mkakati pia wa kuongeza elimu yako, kujifunza zaidi, kwamba nina expectations kwamba coin hii itaperform. Lazima uwe na sababu za msingi kwa nini coin hii itaperform. Na in reality ni kwamba ukishaweka mikakati yako vizuri, uwekezaji wako unakuwa rahisi. Kwa sababu mimi nawapaga watu mfano, kuna watu ambao wamewekeza kwenye stable coins tu, USDT, DAI, USDC, lakini wanapata pesa. They get a return of more than 10% kila mwaka kutokana na kuwekeza tu kwenye USDT, USDC na DAI, hizi stable coins. Returns ambazo zaidi ya 90% ya wawekezaji ambao wamewekeza kwenye hizi volatile coins hawapati. Kwa sababu uzuri wa kuwekeza kwenye stable coins, you never lose your money, you know, niweke kwenye mabano kwamba you never lose your money, but
unakuta mtu anamwoutperform mtu ambaye amenunua volatile coins, kwa sababu in reality the math is more than 90, zaidi ya 90% ya wawekezaji wa cryptocurrency wanapoteza pesa zao. Sasa kama wewe umeamua tu una mtaji wa kutosha wa kununua stable coins, unajua mimi nikipata 10% ya hichi nilichowekeza kwa mwaka kinanitosha, then go and invest in stable coins. Yani strategy yako hiyo ni kutafuta tu stable coins na kuziwekeza, kwa sababu kuna staking, kuna lending, si ndivyo? Hizo products mbili tu ukizi integrate na investment strategy yako, unakuta kwamba wewe kazi yako ni kununua tu stable coins. Na strategy yako pia ita dictate. Kama mfano mimi, nitawapa mfano wangu mimi. Mimi strategy yangu it's very simple. Sinunui coin ambayo siwezi kuistake. Yani it's that plain simple. Kwa mimi ninavyofanya analysis ya coin za kununua, kitu cha kwanza naangalia, naweza nikaistake hiyo coin. Not only staking as in staking, lakini je, hiyo coin inaweza mimi ikanigeneratea yield yenyewe bila kufluctuate in price. And one of those services ni staking, kwamba unanunua coins zako, unazilock na unakuwa unapewa coins zaidi. Kwa hiyo hata kama coin unakuta haiperform vile ambavyo uliexpect ina perform, lakini kuna yield ambayo unaipata ambayo unaweza ukaispend without touching your capital. Na hiyo return watu wengi au wataalamu wengi kwenye industry yetu wanasema staking inamsaidia mwekezaji kupambana na inflation bila bei ya coin kupanda, kwamba you get more assets as you are going. Kwa mimi that's my simple strategy. Kwa hiyo nikiwa naangalia coin au mtu akiniambia wewe nunua hii coin, my first thing ambacho najiuliza, je, hii coin ina generate yield? Kama ni hai generate yield, basi haipo kwenye plate yangu. Kwa hiyo unakuta with my simple strategy unakuta nimeweza kupiga hatua, hata kama ni kidogo, lakini unaona kabisa napiga hatua in the right direction. Kwa wewe kama mwekezaji wa cryptocurrencies, hakikisha kwamba siku ya leo baada ya kutazama video hii unachukua kalamu na karatasi na unaandika strategy yako kwamba mimi na invest kwenye cryptocurrency in 1, 2 or 3 aspects. Kama unaamua kuchase airdrops, basi that is your strategy, basi stick on that. Hakikisha ule mkakati ambao unautengeneza ni mkakati ambao wewe binafsi unaweza ukastick nayo. Usije unaanza unashika mara ngoja nitafanya hichi, nafanya kile, na unarukaruka mwisho wa siku 10 years you are in the industry alafu huna chochote ambacho umeachieve. Kwa hiyo hakikisha kwamba you create a strategy ambayo unaweza ukastick nayo, a realistic strategy, na hata ukifanya projections zako, fanya realistic projections kwamba hii coin nayo nunua, I expect labda baada ya muda fulani, baada ya miaka 10, miaka 5 itafika bei hii. Sasa isiwe an outrageous price, no. A realistic price. Na ukiwa unatengeneza strategy yako, unaweza ukaincorporate staking, ambayo mimi binafsi nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu, kutumia wallet ya Inkryptus ambayo inakuwezesha kuinvest au kustake asset ambazo unazimiliki na kukutengenezea daily returns ambazo unaweza ukazitumia kufanyia mambo yako wakati ukiacha capital yako ikikua. So if you want to download the app, make sure that unaenda kwenye description, kuna link ambayo itakupeleka kwenye App Store, Play Store, na utaweza kudownload application yako. But if unataka msaada katika kutengeneza strategy yako, nimetoa offer. Kuna link ambayo unaweza ukabook session yako. It's a 30-minute session ambayo tutakwenda kuzungumza kwa ufupi sana jinsi gani ambavyo wewe unaweza ukapivot na kutengeneza strategy ambayo ikakurahisishia au ikakuwezesha ufanye uwekezaji ambao ni salama na ukafikia malengo yako ya uwekezaji kwenye cryptocurrencies.